Maisha ya uchungu sehemu ya 3. Nilikuwa nimekaa pale sebuleni nikiwa nimechanganyikiwa. Sijui hata nifanye nini. Ila hofu ilizidi kunijaa ghafla niliposikia mlango ukigongwa. Nikajiuliza, je, nifungue? Au nikae kimya? Au nikimbie mlango wa nyuma? Nilikaa kimya kwa takriban dakika 2, moyo ukiwa unadunda kwa kasi sana. Lakini ghafla nikasikia sauti ya Jamal ikitoka dirishani ikiita jina langu. Frankie! Frankie! Nilipoitikia akaniambia, mbona nagonga muda mrefu sana na ufungui? Moyoni nikajiuliza, je, huyu Jamal ni kweli au ameniletea askari? Lakini nikasema liwalo na liwe. Kama ni kuniuza basi iwe hivyo. Nilipofungua mlango moyo wangu ulikuwa umejawa hofu. Lakini Jamal aliingia kawaida na akasema, mbona umechelewa? Mbona nimekaa muda mrefu nje nagonga na haufungui? Kisha akaniambia jambo ambalo lilinishtua zaidi. Kuna askari hapo nje wanakagua nyumba zote hapa, na hadi hapo walipo wanakaribia kufika nyumba ambayo sisi tumo. Kabla hajamaliza kuongea nilikimbilia mlangoni nikitaka kukimbia. Lakini Jamal akacheka kidogo na kusema, Frankie, utaishi kwa hofu mpaka lini? Upo salama hapa. Maneno yake yalinituliza kidogo, lakini bado nilikuwa na mashaka. Nilipokumbuka kuhusu Leila nikamuuliza hali yake. Jamal akasema kwa sauti nzito, mwanao amefanyiwa upasuaji wa tumbo lakini bado hajazindukana. Moyo wangu ulivunjika sana. Akaendelea, na kuna deni la hospitali shilingi milioni 2. Nilijiuliza, nitapata wapi pesa hizi zote? Ila Jamal aliniambia kwanza nipumzike kidogo, lakini usingizi haukuja kirahisi. Ghafla nikazindukana ikiwa majira kama ya jioni, karibia na saa 1 za usiku. Nikaangalia huku na kule ila sikumkuta Jamal. Lakini nikasikia sauti ya maji kutoka chooni, nikajua Jamal atakuwa anaoga yupo msalani. Nikamsubiri pale na alipotoka kaniuliza kama nahitaji kula. Lakini sikuwa na hamu ya kula. Nikamwambia, Jamal, naomba tuongee. Ndipo akaniambia, kuna njia moja tu ya kupata pesa. Itabidi tuuze nyumba yako. Nilikaa kimya kwa muda mrefu. Sikuwa na chaguo. Nikaona nikubali. Tulipanga kuiuza nyumba yangu kwa shilingi za Kitanzania milioni 10. Na kesho yake ilipofika, Jamal alikwenda kusikiliza kuhusu uuzaji wa nyumba akiwa na madalali. Lakini habari mbaya ni kwamba alirudi na kuniambia tutapata milioni 5 tu, kwa sababu nyumba inasemekana ni ya zamani, lakini pia vile vile imeshaanza kuharibika na kuna gharama za udalali ambazo zitakatwa. Nilishtuka sana kwa sababu ile nyumba ingewezwa kuuzwa hata milioni 25. Lakini sikuwa na namna. Kwa hiyo nikaona nikubali. Siku iliyofuata Jamal alipokea pesa na akaziweka kwenye akaunti yake kwa sababu mimi nilikuwa natafutwa na polisi. Aliniambia, kesho nitaenda hospitali kulipa deni na kumsaidia Leila. Nikaona hakuna jinsi, itabidi nimwamini. Na ilipofika siku ya pili, Jamal aliniaga na kutoka kuelekea hospitali. Lakini ilipofika jioni, sikumuona Jamal kurudi nyumbani. Nikaona nimsubiri pale sebuleni hadi ilipofika saa 2, ndipo nikasikia mlango ukigongwa. Akili yangu ikaniambia huyo itakuwa ni Jamal. Lakini nilipofungua mlango, macho yangu yakashangaa kukutana na mwanamke pamoja na mwanamume, tena wakiwa wamebeba mabegi mengi sana. Nikajiuliza hao itakuwa ni kina nani? Ila kabla sijawauliza, wao wakaanza kuniuliza, wewe ni nani? Mimi nikajibu, mimi ni Frankie, rafiki wa Jamal. Walinishangaza waliposema, sisi ndio wenye nyumba. Jamal alikuwa mlinzi tu na alituambia ameondoka jana. Sasa tunashangaa kukuona wewe hapa bado upo.
Mwili wangu ulisisimka sana. Nikaomba niazimwe simu ili nimpigie Jamal, lakini Jamal hakupatikana. Idea pekee iliyobaki nikawaomba wale watu waniruhusu nikae walau siku moja tu, alafu baadaye nijue wapi nitaelekea, lakini walikataa. Na usiku ule ule nikatoka zangu nje nikiwa sijui nielekee wapi. Njiani nilikuwa na mawazo mengi sana, nikijiuliza vipi kama nitakamatwa na askari, kwa sababu mimi natafutwa. Lakini pia vile nilikuwa najiuliza ni kipi ambacho kimeendelea nyuma ya pazia ambacho mimi sikijui, na kwa nini Jamal hakuniambia kwamba ile nyumba ambayo tunaishi sio yake na tayari wenyewe wamerudi? Hivi itakuwa Jamal amenisaliti au vipi? Na vipi kuhusu mwanangu Leila? Je, amepeleka zile pesa hospitalini? Maswali yalijaa akilini mwangu, nisijue nini cha kufanya. Nikabaki pale nje nikiwa napigwa na baridi kali, mawazo mingi pamoja na hofu kubwa iliyonijaa moyoni mwangu, nisijue nini cha kufanya. Msikilizaji, hii ilikuwa ni simulizi yetu ya maisha ya uchungu sehemu ya 3. Tafadhali usisahau kusubscribe, tukutane sehemu ya 4.